Lady Koki Muli na Professor Adams Olo alikuwa awe ndiye candidate wa Azimio for the panel. Yeye akawa amekuwa picked na ODM through Parliamentary Service Commission. Hiyo haikuwa na shida. Koki Muli awe anatoka upande wa Wiper na Jubilee could also have had a candidate. I think wakili Ndegwa, they withdrew Ndegwa. Wale watu ambao William Ruto anawatumia within Jubilee coalition na ambao hawawaoni. You know, coalition ya Jubilee is supposed to have 23 political parties. Munawaona wengine wakaambiwa huyo, wakatumiwa mmoja akawekwa in order to make sure nominee wa Wiper hata kuwa pale, because first of all she's the most qualified even to be the chairperson. That lady herself, look at the CV. Koki Muli can very easily be the next person, the chairperson. If we want free and fair elections, should be the next one to replace Chebukati. Lakini Ruto akisikia hiyo lazima vikwazo. Wa ODM akaenda through, wa Wiper akazuiliwa mpaka ikaenda mahakamani. 1 month ago, judge sitting, I can't remember where was she was sitting, ruled in favor of Koki Muli. What the Parliamentary Service Commission should have done, because it's important to set the record straight, they should have forwarded the names now to William Ruto. That should have been Speaker Wetangula and the clerk to the National Assembly. Lakini what did they do? Ruto akaweka break. Wakatumana judge, there's a judge sitting in Kiambu. Senator Mara, there's a judge sitting in Kiambu. Serikali ya Ruto ikitaka anything kwa mahakama wanakimbizia huyo, and we want to investigate. Judicial Service Commission waangalie huyo judge, huyo mama judge. Quickly akaambiwa toa orders, zuia huyu Koki asiletwe, jina yake isiletwe. Unfortunately, the 9 names must be sent together. Akapatiwa orders. In the meantime, candidate wa Ruto, in order to make sure he ends up with a compromise IEBC, candidate wake ambiwa aende afanye appeal. So ni Wiper ndio wanachelewesha ama ni Ruto? Siasa ulagai imekwisha Kenya. How Kenyans pray elections are tomorrow. Anguke kuwa Ruto na UDA kwa Kenya hii. Sini kweli? So we must therefore remain together, and I'm going to encourage, as Mheshimiwa Jude Jomo said, let us really build this flexibility. Hata wale ambao unajua, my brother Jeremiah anaangalia wewe kama ulikuwa unataka kuchukua Jubilee, sasa mnaongea pamoja, kaeni namna hii. We have to put together those differences and build a team. Uko Ruto, by the way, Ruto has changed tact. His approach ilikuwa amalize vyama vyote, aunde one huge UDA. Sasa amechanganyikiwa because amepata watu wa ODM in his cabinet who should not under law be talking politics. They are already in breach of the constitution. Hawa mawaziri hao kina Joe hawa na wenzao, they should be keeping quiet. Lakini ndio megaphones sasa, sauti ya kupaza vitu, vyombo vya kupaza sauti ya Ruto, na wa Ruto amenyamaza. Now Kenyans are watching. And so we are telling them from Thika, Kenya is never the same after the Gen Z revolution. What happened in Bangladesh, and wananchi watu wakiamua, some of them may come bearing arms. So we even telling our security forces, mukiona kimeumana, musiuwe watoto wetu. Mukiona spirit ya revolution Kenya inaendelea, musiuwe watoto wetu. Fanyeni vile watu wa Syria wamefanya. Jeshi letu, polisi wetu, kina Bwana Kanja na wengine, I'm giving you a very polite advice. Mukiona kimeumana, mwambieni Ruto atoke. Ruto
and Raila, if you wanted the NADCO report, should have been unanimously adopted. The only thing out of the 9 pieces of legislation, ile ambayo ilipitishwa, ni this IEBC thing, which they are refusing to implement. The others, hakuna, and it required some of it, constitutional amendment. Why is it that they got more than 2/3 to impeach Gachagua, and they can't get 2/3 to implement NADCO? Jiulizeni hiyo. Ulagai mtupu. Siasa ulagai. Wakenya watakubali. A company based in India inapeana stima Bangladesh, kilipoumana akasema hajalipwa, which means if he took our JKI and there's any civil disobedience or something, atasema alipwe. Ndege hazita land Kenya hii. So we did well. We did well. Don't think Ruto atali withdraw mambo ya ndani kwa furaha. Si bado unasikia watu yake wanabweka. Wanabweka sijui ndani Tanzania, ndani wapi, bado wanabweka. He cannot touch it. Cherera 4, wale Cherera 4 walipoteza kazi yao kwa sababu walisema baba ameshida. Sasa amekaribia Ruto. Bwana, leta suluhu pia kwa hiyo maneno ya Cherera 4. Watu wamehamishwa mpaka Kenya, wako ng'ambo na familia zao because he stood with us. So these are some of the things that we must put on the table ili tuweze kwenda pamoja. Ule hakusema mzuri. Huyu bwana Movea, Daniel Movea, he is the chairman of Jubilee Party Murang'a County. Mpigeni makofi. Kuna kijana hapa anaitwa Sekuda. This kijana age tu ya Gen Z. Anaitwa Sekuda Junior. He is our Jubilee aspirant kule Kajiado East. Na anafuatana na sisi, na ni vizuri tuwapigie, tumkubalie na tumkaribishe. Asante sana. Next time we'll give you an opportunity, kwa sababu sasa watu ambao wanatafuta viti kwa kuongea. Hapo ndio sasa program itaanza kuumana. Lazima tujue vile program inaenda. Na muona huyu pia Joyce kutoka Laikipia na wale wengine. Hao wote ni viongozi, ni watu wanatafuta viti katika chama cha Jubilee kila kona hii, akina Kathy na wengineo. And I want to say that ni kweli tumepambana. Mimi nimekuwa kwa hii mambo. Wengine wanasema tu mambo ya sufuria. Kabla ya sufuria tulikuwa tumeumwa. Waitito. Ile shida tumeona na hii serikali mlituletea hapa, haya wewe uelewi. Unaweza fikiria tu ni hii mambo ya jana unaona. Subaru imekuja zamani na tumesubuana naye. And I want to thank His Excellency Kalonzo Musyoka because he has never abandoned the cause. Na tumeongea mambo ya IEBC hapa. Na mimi nataka kuongea mambo ya IEBC, yale yamesemwa yote nimekubaliana nayo. But I want to add something else. Raila Amolo Odinga, you are now very close to William Ruto. Ulitupeleka maandamano, tukapigwa, wewe ukapigwa na risasi, ukisema tufugue Sava. Abia huyu jamaa atengeneze IEBC. Muko na yeye kila siku. Tuache kusubuana hapa nje. That is a thing he should be able to sort out. We were fighting for it together and we were almost killed because of that mambo ya kusema IEBC na Sava ifuguliwe. Na tulipokuwa tunasema Sava ifuguliwe. Mimi nataka kutubu jambo lingine hapa. Mimi nilikuwa na kwanza baba Raila Amolo Odinga wako na Sakayo pale karibu. Na tulikuwa tunasubuana na Sava ifuguliwe. Si wafugue Sava? Nini maandamano ingine? Wafugue Sava. Watu walikufa 94 people died when you were saying open the Sava. And why we were saying open the Sava for mimi nilikuwa nataka Sava ifuguliwe tangu 2007. Sio 2022. I wanted 2007. Ndio tuone wale ambao wamekuwa wamesema kula imeibiwa. We see how has the stealing been going on over the years so that we can rekebisha. And why am I saying that? Is because I know those of us from Mount Kenya, our numbers are there and we have never bragged about the numbers. Ruto ndio ametuwekea hizi namba kwa meza. Sasa tunaziongelesha. Now we know we have the numbers ya kuweka na kutoa. Na huyu tunatoa asubuhi. Hata akiwa ndio chairman wa IEBC, huyu tunatoa asubuhi.
Now that is why we went looking for the people from Northeastern. We are saying more. We are going all the way to Kisii. We are going all the way to Western. We are going to all these parts of this country to bring a coalition together that is a one-touch coalition. Hatutaki mchezo na William Samoei Ruto. One touch, aende nyumbani. Na ndio naomba viongozi wenzangu, unapoanza kusema haya mambo, usiape. Don't swear, because we want to build a big coalition. If you start swearing, you are going to throw away others. And you are working for Ruto. There are many ways of helping Ruto become a problem to us. Let us make sure that we continue talking to one another until the team is such that 70% of the country is one side. Then we can say confidently, ya kwamba Ruto must go. So we need to be very careful when we are talking about forming a coalition within opposition. Mimi nimekuwako, I know it is not an easy thing. Na nawaomba tena na tena, lazima tuwe pale sisi wote. Jamii zile zote ambazo zimeumwa, na ni zote, hata ukienda kule Nyanza, wao pia wanalia. Laila ameenda huko, amechezwa, mimi nimesema hivyo mara mingi, alichezwa na huyu jamaa mwenye alicheza Waitito. Kadanganywa na kiti huko EU na hakuna. Na kirudi karibu. Wewe kuja pia tumalize mambo tulianza kutoa Ruto aende nyumbani. Sababu hiyo ni kazi mzuri. Waitito wamesema tulidanganywa zote. Mimi siko katika wote. Mimi sikudanganywa. Sikudanganywa. I want to tell you and I want to confirm to you. Na wale wanafikiria mumeona mapepo kwa huyo jamaa ya juzi, mapepo bado nyingi zinakuja. We knew him. That's why we stayed away on the advice also of Uhuru Muigai Kenyatta. So when we are talking about this thing, I want to agree with the other. Ni kweli na wengine wetu wako na machungu. Lakini machungu hawezi katupeleka popote. Lazima tutulie, tuende pamoja. Lakini mimi nimekuwa nikipigania Jubilee. Na mimi ni mwana Jubilee. Na mwenye alikuwa ananinyang'anya Jubilee, mmoja ni huyu. Sasa amekuja. Alafu unaniambia akuje aniambie pahali ninaenda. Na yeye ndio alikuwa anataka kuniua akiwa ndani. Yero kamano. Hai. We will work together, but in full respect of one another. I have been fighting this battle. We have been fighting this battle. Hata wa leo Jubilee iko kotini. Na wengine ambao walichagia kutupeleka kotini ndio wamekuja na tunasema karibuni. Twende pamoja. Lakini usije ukaniambia nimeketi kitako miaka 2 nimepigwa mpaka na polisi na sikujua ninaenda wapi. I cannot wait. I have to say what we need to do going forward. Januari vijana wetu, watoto wetu wanaenda shule. If we wait, wataenda shule. Watu wanakufa hospitali kwa sababu ya dialysis. If we wait, how many burials do we want to attend? Our agenda was defined by Gen Z. And Gen Z on the 25th of June this year walituambia mambo matano ambayo lazima tuendelee kuyashughulikia. Na tumeongozwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka Laila alipo hama akaingia kwa serikali kuhakikisha kwamba yale mambo tunayasukuma. Mambo Gachagua alitendewa ni ya kinyama. Na mwenye alimtendea ni mtu ambaye mimi mwenyewe nimesema ni mtu ambaye ana hiyo unyama ndani yake tangu mwanzo. Na Gachagua kuja na najua anakuja na chama yake. Sasa ukiniambia nigoje, unaniambia nigoje niingie chama yake, lazima niendelee kujenga Jubilee. Si umeona huyu mtu amabadiliko akijenga yake saa hii? Anajenga yake. Na saa hii Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, siasa utasikia sasa zimeanza kugongana. Now politics are starting. Huyu baba yao amesema anasimama wapi? Nairobi. Si sawa? Next time tutakutana na mtu mwingine anasimama Nairobi. Muwe tayari watatadikana. Kwa hivyo watu wanapotadikana usianze kufikiria ati ni mtu. Sisi tuko katika nyuma ya viongozi tumetaja. Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, nimefurahia kusikia wengi wamemtaja. We have Natebea, Eugene Wamalwa yuko hapa, tuko na Martha Karua yuko hapa. Watu wote lazima tutakuja tuongee kitu kimoja. And we are looking for a winning team, isn't it? Hatutaki kucheza mchezo ambayo itatuletea
shida. Ninamalizia na kusema mengine mawili. Ni wao wote. We must be careful. We cannot recycle our problem. That one we will not be together. We can't recycle our problems. Wakenya wanataka suluhisho kwa shida zile shida wakanazo. And we want people with a brain who can help us change these things. So we are not going to just recycle for the sake of recycling. Na ndio nasema sisi katika Jubilee, we are going to feud every corner of this country. Any coalition agreement we come with, we will be supporting it as Jubilee. Now we have very many Jubilee people ambao walichezwa vibaya. Na tutakuwa na wale wanataka twende pamoja kwa hiyo safari. Kama rais anataka kuchukua kiti 2027 kwa nguvu sababu ya ABC, tumwambie sisi tunaomba ya kwamba hautachukua. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, may the Lord accelerate your spirit. Be strong. Do not create any gap for anybody. This is your time. Usiachie mtu. Ongea. Sisi tuko nyuma yako. Bwana asifiwe. Wao walianza wakasema ati ni serikali ya mtu wetu. Mtu wetu. Sasa sisi mtu wetu ni nani? Lazima tuwe na watu wetu pia. Kalonzo ni nani? Ni mtu wetu. In your position, allow opposition to be. We are the opposition, tukuambie the opposite side of the coin. Ama namna gani kanisa? Kanapigwa ni ado ito. Tuanieka hatokire. Si Kalonzo imemtoka. Si imemtoka. Kutoka leo imemtoka na atakuwa anaiongea. Na ameongea. Na tumemweka anointing ya kuongea. Hebu nikwambie mheshimiwa, Wakikuyu wanapenda mtu anaongea. Ndio unaonanga huyu akirusha mawe na watu wanampenda sana sababu ya kurusha mawe. Na ninakwambia tembea na watu wote. Unajua kama kuna mtu anatembea na mikono ni Ruto. Usikatae watu. Watu wote wacha wakue wote. Ndi wako. Ruto akiamini na serikali hii kesho akiamulisha hiyo committee iwe formed. Wanajua vile watafanya hapo kotini. Dakika moja hiyo tunakuwa na IBC. Juzi tuliona wakitaka kutoa Gachagua. Ile style walitumia haraka wakamobilize serikali yote. Ndio hiyo hata kotini Gachagua akaenda nyumbani. Na mkumbuke Gachagua ile kazi alifanyia bwana Ruto. Kwa hivyo mkiniona mimi nilitengwa na Ruto na tukadanganywa, si hata juzi mumeona vile amefanya Gachagua. Lakini nataka pia watu wetu wajue hivi. Watu wa mlima yote kutoka east, west na south. Na watu wa Gema wote wajue Gachagua ni wa timu yetu. He is one of us. Mtu asifikirie ni timu yetu katikati. Bwana Matiang'i pia ako na sisi. That is the truth. Mheshimiwa ako hapa akiwa anatuongoza. Na sisi wote tunajua. Hata Eugene tuko na yeye hapa. Natembea tuko na yeye hapa. Mzee wa kazi ambaye ndio mkubwa wa mlima na ndio mkubwa wa hii timu yote, Mheshimiwa former president wetu Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta pia hako na sisi. Na tunataka kusema hivi, mtu asifikiri tu hizi time tutapotea. Njia iko very clear. Yule anaongoza sisi ako na experience na ako na record ya kufanya kazi mzuri for a very long time. Hakuna mtu ana experience ya uongozi nchi hii sasa kuongoza vizuri kama Mr. Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Hakuna mwingine. Wengine watoe CV. Kalonzo amekuwa minister zaidi ya mara 5 different ministries. Akachaguliwa zaidi ya mara 5 nchi hii. Akawa mpaka vice president ya Kibaki. Na hakuna rais anajulikana historia yote ya Afrika na East yote kuongoza nchi vizuri kama Kibaki vile aliongoza wakiwa na Mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. That is the truth. Kwa hivyo hii timu yote inaungana nyuma ya Mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, na sisi tunajua hii gari itaendelea vizuri sana mpaka mwisho 2027
Mheshimiwa Kalonzo Musyoka akuwe rais wetu, na hii nchi itarudi vile ilirudi laini siku ya Kibaki. Mara 2 akawa president. Na kwa sababu nilikuwa pale, niliona alikuwa amefanya kazi kubwa. Kwa hivyo sasa ile ilifika wakati wake, nikasimama na yeye na nguvu sana, nikiamini ni mtu mzuri. Nyinyi wote mnakumbuka alikuwa anakuja na Biblia. Kila siku yeye ni Mungu awabariki, tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Si mnakumbuka vile alikuwa? Kila mtu aliamini ni mtu mzuri sana. Hata hawa pastors wote na mabishop, hawa walidanganywa kama mimi. Hakuna mtu anaweza sema mwingine alikuwa mjinga kumshinda. Kila mtu alidanganywa. Mahaslas wote mkumbuke walikuwa wameambiwa vile watapata pesa bila kwenda kwa Shylock. Mama mboga ndio huyo alikuwa pia amedanganywa vile yeye mwenyewe atakuwa akipata pesa kwa urahisi bila kwenda hata kwa benki. Watu ya bodaboda mkumbuke sana vile walidanganywa. Sio mimi peke yangu. Juzi mumeona amechukua mtu ambaye tunaheshimu sana, tunajua ni chupafu. Former Prime Minister Raila Odinga akamwambia aende akatafute kiti huko sijui ya Afrika. Sasa huyu mtu ukimuona mjue sio mchezo kwa uongo, na watu wote wanajua akifungua mdomo hivi ile kitu anataka kuongea ni uongo. Ama si hata nyinyi mnajua? Na kila mtu, hata makanisa, mabishops wote wamesema hii ni serikali ya uongo, inasema uongo throughout. Ile kitu tunasema unaweza danganya watu mara moja, lakini mara 2 huwezi fanya nini? Huwezi wadanganya. Sisi tulidanganywa na watu wote walidanganywa, lakini hawezi danganya watu tena. Watu saa hii wamechoka na yeye. Mliona majensis, our young people walisimama imara wakasema hii serikali haiendi vizuri na tunataka iende nyumbani. Mabishops juzi kutoka wa Catholic wote na ACK, PCA, hata wa Protestants wote, clergy wote wamesema hii serikali haiendeshwi vizuri na lazima hii serikali ifanye vile wananchi wanataka ama iende nyumbani. Na watu wote wamejitayarisha anytime. Hata mimi sioni kama itamaliza mpaka 2027. Mimi naona hii serikali hivi karibuni yenyewe itasimama tu yenyewe namna hii, ishindwe na kuendelea tena. Kwa sababu ukiangalia kila kitu yao, si juzi walisema ati kuna mapepo. Can you imagine? Our president anaongea mambo ya mapepo. Na sisi tunajua mapepo ile mingi, ile ambaye imeharibu nchi hii ya wizi. Walianza na kuiba KICC. Walitaka kuiba KICC, ikakataa. Ndio hao juzi walikuwa wanataka kuiba airport. Hiyo mapepo, hiyo sasa ni mapepo. Vile walihakisha moto, alafu tena mambo ingine ikatoka Amerika, ikaishia hapo namna hiyo. Tumeona madaktari vile hata saa hii wamekuwa kila wakati ni strike kwa sababu ya kukosa pesa. Tunataka kuambia President William Ruto, tafadhali, sisi ambaye kama mimi nikiona vile wewe unaongoza nchi nasikia aibu sana. Kwa sababu mimi najua wewe ni mtu una akili mzuri sana, sijui ni nini likushika. Tulibadishiwa ile Ruto tulikuwa najua ama namna gani. Ruto tulijua ni mtu mshupavu, alikuwa na mpango. Sijui sasa ni nini lishika yeye. Sasa yeye ajue aende aompewe. Hiyo kitu ilimshika, hiyo ndio mapepo sasa. Yeye ndio anako hiyo mapepo hiyo ya. Sio wao viongozi wengine. Ni yeye alishikwa na mapepo akatoka ile Ruto tulikuwa najua. Ile tulikuwa nachagua sio yeye. Kwa hivyo ile kitu tunataka kusema. Kama juzi sasa for example, umeona Justice Lalaola, mtu wa heshima kubwa, imebidi mpaka aongee ndio watu waone how serious it is to have an IBC.